Msisitizo leo ni huu hapa. Leo tumepokea simu kutoka kwa moja ya mteja wetu ambao tulio kumfanyia recruitment. Analalamika kwamba anafanya vikao na wafanyakazi wake mara kwa mara, lakini havina matokeo. Vile vikao anafanya havina matokeo. Havina matokeo kwa vipi? Kwa sababu hata kwenye vikao kanao pale wanajikuta wanao contribute au wanachangia mada kwenye vikao, wanakuta labda wafanyakazi wawili au mmoja ama yeye peke yake. Sana anakuwa yeye anazungumza peke yake. Wafanyakazi hawana productivity. Wakitoka pale kwenye vikao wanakuwa kama wamemwagiwa maji. Hakuna uzalishaji, sales zinapungua na kadhalika. Sasa kauliza, what's happen, changamoto nini? Na wewe kama una taasisi yako na unafanya kazi unapitia changamoto hii, unafanya vikao lakini haviko productive, then this message is for you. Sikiliza kwa makini, kiwezekana chukua kalamu karatasi kuandika. Huyu mtu what we have done, tunachomshauri ni kitu kimoja. Anakosea kustructure kikao chake. Yaani tunasema weekly meetings zile unatakiwa usiplan na ziwe structured. Kila mtu awe anajua kabisa kikao cha ofisini kwetu kinafanyika labda kila Jumatano ama Alhamisi saa fulani na mada ni 1, 2, 3. Sasa leo niko hapa kukuelekeza namna gani kustructure weekly meeting ili iwe productive, timu iendelee kufanya kazi kwa bidii na uzalishaji ubaki vile vile kwa kama ulivyokuwa mwanzo. Cha kwanza kabisa, unapoandaa hizi weekly meeting, hakikisha ule anayeandaa even ni secretary ama ni HRs ama ni nani au katika management au ni manager anaandaa, make sure you plan it well or communicate. Usifanye vikao vile kama vya dharura vya msiba. Jamani tukutaneni hapa, bosi ameita mara moja kuna kikao. No, don't do that. Hivyo manake unawasababisha watu wana walk in kwenye meetings wakiwa hawajajiandaa, hawajui nini wanachokwenda kuzungumza. Na hicho kikao kinabidi kiwe productive. So what we supposed to do, kufanya hivi, tengeneza fuata structure. Kwanza kabisa, make sure unatoa kikao chako day before. Kama ni siku moja au mbili, taarifu send it in an email, kwenye groups, whatever the means unatumia kwenye kufanya office communication, tumia zile means. Waambie bana kutoka kuna kikao siku fulani tutadiscuss vitu vifuatavyo. So kwenye ile meeting una structure namna hii. Kwanza kabisa, make sure staff baada ya kupata ile awareness meeting itakuwa saa ngapi, saa fulani, na unatuma ile meeting agenda. Make sure that baada ya hapo unafanya kitu fulani. Kwenye ile meeting structure andaa hivi. Mada ya kwanza hakikisha inaandikwa, tuseme ni data au tuseme ni number au statistics. Make sure each staff anayekuja kwenye meetings aje na statistic, aje na data kwamba the week iliyopita, the past week, mimi bana, kwa mfano mimi ni secretary, nafanya kazi labda receptionist for example. Receptionist aje na data aoneshe kwamba labda alipokea simu ngapi, wateja ngapi alipokea simu zao, labda wateja ngapi escalate, issue ngapi zilitokea, matatizo gani ambayo escalate, aje na namba kuonesha bana wateja nilipokea labda 14, nika escalate issue 12, zile namba zile ile secretary. Baada ukisha kuja na namba, maana yake unakuwa unaweza kumpima na ile graphs kwamba unajua kabisa kwamba past week tulipokea labda simu 12. This week's labda we expect kupokea more. That's number 1. So the kwanza, every staff should bring statistic number ya vitu gani alifanya. The second thing anataka kufanya ni na tunasema ni action plan au target. Kwamba a manager should communicate well with his subordinate, kuambia target ya kila mmoja. Tena hapo kwenye meeting, tunasema zile weekly meeting, ni vizuri uko una define bana, wiki hii let's say ni mtu wa sales, mbana sales, wiki bana tunataka uchase labda let's say tunatafuta more sales, labda last week tulipata 12, this time we need to go to labda 12, 13 numbers, target is. Mueleze how do you achieve target. Utaachieve kwa kupitia labda procedure 1, 2, 3, tools utakazotoka kutumia ni hizi, tutakusaidia hivi na hivi. Je, umeelewa? That's number 2, how to schedule. Number 3, obstacles or challenges. You have to, hapa sasa ndio sema ambapo kila mfanyakazi anatakiwa aseme sasa challenge alizokutana nazo and how alizisolve. Mind you, hapa ndo kuna kosa. Ukisema uruhusu kila mtu aseme tu challenge, kila mtu atasema challenge yake bila kupata solution. Make sure hapa lazima iwe challenges versus solutions. Kama alikutana na challenge gani na aleta solution gani. If kuna challenges fulani, kwa mfano idara fulani, bana mimi naona receptionist ananichelewesha, nikimpelekea labda documents zangu azipitishe kwa wakati anachelewa. Financing gani kule, financing bana kuna nahitaji labda fedha certain project, they delay it. Make sure unakuja na challenge. Ukisema hii ni challenge, solution labda niliamua kufanya ABCD, nilitumia njia fulani. So hapa inabidi managers wawe makini. Make sure unaruhusu employees kusema challenge zao, lakini vile vile make sure challenges iwe accompanied na solution. Akisema tu challenge, don't accept. Mwambie challenge, leta solution. Ya 4 tunasema hapa tunasema sasa ndio pale ambapo tunasema general announcement. Hapa ndio tunasema hapo
managers should release an information zile ambazo related matters kwa waajiri. Mfano bana, this weeks tutakuwa na bana likizo fupi ya siku 2, this weeks tuna birthday, this weeks labda tumealikwa kufanya some ABCD, this weeks kuna mmoja wetu labda na birthdays. Make sure hapo unatoa taarifa ambayo inahusiana na wale wafanyakazi. Kutoa taarifa, usitreat kampuni au wafanyakazi kama ni kikundi fulani cha labda wanasiasa au kitu fulani, utasababisha watu kuondoka mara. Kitu cha 5 tunasema sasa hapa tuna discuss discuss winnings. So discuss winnings hapa, make sure sasa kila mfanyakazi kulingana na idara yake muapplaud, congratulate kwenye kila winnings anafanya. Mfano kama ni mtu wa sales aliweza kuongeza labda hata sales 2 within that past week, hapa mcongratulate hata kama kafanya kidogo, mwambie yes, very good, you've done it, umeongeza sales 2 kwa watu wa sales, keep it up. So mwingine wa cashier alikuwa anafanya good reception, mtu leo sales customer service kafanya vizuri, mpongeze. As long as hapa kila mtu lazima apongeze. Mwanadamu ili aweze kufanya kazi vizuri anataka kuwa appreciated. So if you appreciate somebody, inamfanya mtu kujiona kwamba anaonekana thamani, kazi yangu inaonekana na thamani. Tunasema make sure every meeting unaifanya ile weekly iondoke na kila mtu anapongezana. Kila mtu anatoka kwenye ile room, ukiingia ile meeting room, mkitoka pale kila mtu anafurahia kwamba wow, leo bana nimefurahi bana, nimepongezwa bana, nimeongeza kuongeza wateja. Itamfanya mfanyakazi akitoka hapo anaweza hata kupambana akaongeza wateja wengine. Lakini mkiondoa kwenye meeting, working meeting ya weekly, kila mfanyakazi anakakasirika, amenuna, huyu anapita mlango, which means you are going to kill your productivity. Lazima timu itakufa, productivity itashuka sana. So make sure unafuata hizo sample, unafuata hizo structure 5. Kukuzirudia tu haraka tunasema ya kwanza, make sure una discuss kuhusu So kwa kusummarize tu hizi tunasema lazima structure ile interview yako, structure ya weekly meeting yako ikae kwenye vitu vitatu. Cha kwanza tunasema discuss kuhusu data, numbers. Namba gani umesaidia wateja kiasi gani, umepokea namba calls ngapi, leo umefanya labda umeclear invoice ngapi. Numbers, kila mtu atoe numbers. Na numbers you can present in graphs. Namba 2, make sure una discuss kuhusu targets. Targets. You discuss targets ambazo ni targets kwamba target yako wewe ni nini, mkumbushane. Unajua wanadamu bila kumkumbusha, kumbusha target yake ni hii na hii, this weeks. Namba 3, discuss obstacles, machangamoto ambazo zipo. Nani anatukwamisha kwenye timu yetu, nani anatukwamisha? That's number 3. Namba 4, discuss kuhusu toa taarifa. Kama kuna taarifa wote, usisubiri mfanyakazi asikie rumors kwa mwenzie bana, nasikia bana tumealikwa sasa, nasikia basi no. Hapa toa bana, leo wiki labda kuna likizo fupi na kadhalika. Toa information ambazo related to employee. Kama kuna policy yote mmeupdate, hapa ndo kwenye wakati. And namba 5, make sure to discuss the winnings. To discuss the winnings ndo zinaleta matokeo na zinasababisha timu kwa productivity nzuri. Na huo ndo ulikuwa msosi wetu wa leo. Endelea kufollow page zetu kwa ajili ya tips na tricks mbalimbali kama hizi. Asante sana.